Yo, what's up everybody? I am Tende Sei na hii ni Story of the Day ya AngleBiz TV. Na leo kwenye Story of the Day nakuletea story inayomhusu Anguish Barbara. Huyu ni kijana mwenye umri wa miaka 27 kutoka pale Irish. Sasa kabla sijaendelea na story, nikuulize swali moja tu, au wewe ungependa kulijua hili swali. Hivi unajua mwanadamu anaweza kukaa muda gani bila ya kula, bila ya kuweza kula? Najua kiharaka haraka hapo jibu linaweza likaja siku 6 au siku 7, na mwingine kama atajitahidi sana kawaida anaweza kukaa siku 10. Lakini sasa Anguish Barbara ni mtu wa maajabu, ni mtu ambaye alikaa bila kula kwa siku 382 bila kuzurika na hakuzimia, alikuwa yuko bado hali na nguvu zake. Najua unatamani sana kujua kuhusiana na hii story yenye maajabu ndani yake. Lakini cha kwanza ni kuombe kwamba subscribe account yetu ya YouTube hapo AngleBiz TV, lakini unaweza ukaacha comment yako, pia unaweza ukalike hii video na kushare kwa marafiki zako, ndugu au jamaa, hii video yetu na waweze kupata story hii ya maajabu yenye kuvutia sana. Sasa Anguish Barbara ni kijana mwenye umri wa miaka 27 tu, ambaye yeye alikuwa na uzito takriban kilo 207 akiwa na umri wa miaka hiyo 27 na kilo 207. Sasa alikuwa anahitaji kupunguza uzito wake na aweze kurudi kwenye hali ya kawaida. Kwa kikawaida lazima wenzetu kidogo walioendelea kitaka kupunguza uzito, kabla hajafanya chochote anafika kwanza kwa daktari ili aweze kupata solution ya changamoto yake, aweze kujua kwamba shida ni nini. Hizi mbona kilo nyingi sana, yani itakuwaje yani? Kwa alienda kwa daktari wake ambaye anaitwa Dr. William Stewart. Alipofika daktari akamwangalia kwa kilo zake. Daktari akampa ushauri kwamba unapaswa upate fasting, maana kwa maana ya ufunge takriban kwa siku 40 kulingana na mafuta uliyokuwa nayo na mwili wako, unaweza ukahimili hiyo changamoto. Kwa zoezi nafikiri kutokea hapo alianza kufunga mwaka 1965. Bwana Anguish Barbara yeye alianza hiyo safari ya kufunga, lakini alifunga takriban hizo siku 40. Baada ya kufika hizo siku 40, kwa sababu ndio makubaliano ya daktari na maelekezo ya daktari yalikuwa yamefikia hapo, itakiwa ishi hapo. Lakini yeye Anguish yeye mwenyewe kwa ridhaa yake alimwambia daktari kwamba najisikia vizuri sana na mwili wangu unapata unafuu, mwili wangu unapata hali nzuri nikiwa nakaa bila ya kula. Kwa natamani kuendelea kukaa ili niweze kuona nafikia leo gani. Kwa aliendelea kukaa bila ya kula kwa kipindi hicho, kwa sababu kadri anavyokaa bila ya kula kulingana na mwili na lengo lake lilikuwa ni kupunguza ule uzito kutoka kilo 207 mpaka arudi kwenye kilo za kawaida ambazo kwa watu wote wanazo 70 80 hapa kulingana na umbo lake jinsi lilivyo. Kwa alichukua muda sana, akawa anazidi. Lakini cha ajabu unaweza ukajiuliza kwamba hali chochote sio kwa maana hawezi kujisaidia. Kwa huyu bwana Anguish Barbara mwenyewe anasema alikuwa anaenda chooni takriban kwa siku 40 mpaka 50. Yaani kwamba kila zinapopita siku 40 anaenda toilet mara moja. Kwa sababu hali chochote, kwa haja yake ilikuwa haipo karibu. Kwa alikaa mpaka bila ya kula kutokea mwaka 1965 mpaka mwaka 1966 Julai 17. Siku hiyo asubuhi bwana Anguish akiwa shatimiza idadi takriban ya siku 382 bila ya kula chochote. Kwa akainuka hiyo siku na dhamira ya kufungulia hiyo funga yake ya iliyodumu zaidi ya mwaka mmoja na siku 82. Akajikuta amefungua, na alifungulia kwa kula ila kuchemsha. Mwenyewe anasema alikula na kipande cha mkate ikiwa pamoja na kahawa. Anasema alijisikia vizuri sana, hakukuwa na shida yoyote, kwa sababu hajakula muda mrefu, labda angekula tumbo ingesumbua. Anakuambia hakukuwa na shida yoyote baada ya kupata hiyo chakula. Lakini anasema muda mfupi tu baada ya kula, alipokuwa ameanza kula, amekula kidogo, akajihisi ameshiba. Yaani just imagine kwamba amekaa muda mrefu bila kula, lakini baada ya kula tu hiyo yai moja na kipande cha mkate na hiyo kahawa, akaanza kujihisi kama ni mtu ambaye ameshiba. Kwa anasema yeye mwenyewe bwana Anguish Barbara ali baada ya kufuturu hapo, baada ya kufungulia hiyo funga yake ya muda mrefu, alikuwa anafanya hali hiyo ya kwenda kufanya check up mara kwa mara, kwa sababu mpaka hapo anafungulia alikuwa takriban
na kilo 82, kutoka kilo 207 mpaka kilo 82. Maana takriban amepunguza kilo 125. Kwa alikuwa amejikuta yuko kwenye hali nzuri, ni kijana. Nafikiri hizi picha hapo utakuwa unaziona namna yeye alivyo alipokuwa mwanzo na baada ya kupunguza hizi kilo zake. Kwa alikuwa anajisikia vizuri sana. Kwa baada ya kufanya hivyo, anasema aliendelea kufanya hiyo check up. Alikuwa anakula lakini kwa balance kwa miezi 5 baadaye, kuangalia ana maintain na hizo kilo zake. Aliendelea kufanya ndani ya miaka 5. Bwana Anguish alifanikiwa ku maintain kilo zake na akajikuta tu anadumu kwenye kilo 90. Maana yake hakuweza tena kuzidi zaidi ya hapo. Alikuwa anajitahidi kula na kufunga kwa maisha yake. Takriban ndani ya miaka 5 tangu zoezi hilo la kufunga alisitishe, alijikuta ameshindwa tena kuongeza zile kilo ambazo mwanzo zilikuwa zimefika. Hata 100 alikuwa hajafika, kwa akawa ameshia kilo 90, na hiyo ndio ilikuwa weight yake yote ya maisha yake. Kwa hii ni story fupi lakini ni nzuri pia ya ajabu ya bwana Barbara Anguish, na hii ndio ilikuwa story of the day ya AngleBiz TV katika siku ya leo. Unaweza ukasubscribe account yetu ya YouTube hapo AngleBiz TV. Unaweza pia ukaacha comment yako kama umevutiwa sana na hii video yetu, na kama haijakuvutia unaweza ukaacha maelezo yako mafupi hapo. Nini unahitaji tulete story gani nzuri ya kuvutia ili wewe uweze kupata burudani. Pia unaweza ukashare hii video kwa marafiki zako, ndugu jamaa, waweze kupata story hii nzuri ya kuvutia ya bwana Anguish Barbara, kijana ambaye alikaa bila kula kwa siku 382 kwa ajili ya kupunguza tu uzito. Wewe mwenye kitambi unaweza uka just imagine unaweza kukaa siku ngapi bila kula kwa ajili ya kitambi chako iko ambacho unataka ukipunguze. I am Tende say, see you next time. Ciao.